Nikiwa na wewe, hisia zangu zikacheza kama mtoto. Mke wangu, kicheko chako kilikuwa pumzi yangu. Nakuomba mara moja. Nilikuamini kuliko nafsi yangu. Naomba kae tulizungumza. Lakini sasa machozi ya siri yananipata gizani. Ina maana ulikuwa umeshasinzia? Sasa usiku wote unataka mimi nifanyeje? Unajua mke wangu, I can be strong kwenye mambo yote, lakini linapokuja swala la maumbile yangu kuhitaji huduma ya mwanamke, wanaume huwa ni dhaifu sana. Kinachonishangaza zaidi, yani pamoja na situation yote hiyo, mimi kuhitaji huduma yako mpaka nitumie nguvu tutoane jasho, kweli mke wangu, na bado unapata usingizi kweli? Yaani nisilali, si ndio hivyo? Si nikajua unanitia kitu cha muhimu cha msingi, kumbe tuna kikao siku. Sasa kama ilikuwa ni mambo kama hayo, si ungeongelea kule? Basi sawa mama, sawa. Mimi sijakuita hapa kwa sababu hilo. You know, as a man you have to be frank and honest. Mimi hii situation ya usiku huu haipo sawa, na siwezi nikakuwekea kinyongo, nina kifua mama. I have to tell you. Ukweli ni kwamba kwa hizi wiki kadhaa mwenendo wako siuelewi. Kama mwanaume tuna desturi, asili yetu sisi wanaume ni kuweka attention, nguvu, monetary support kwa mwanamke ambaye tunampenda na kumthamini. Na ninakuthamini sana tu. Ndio maana unajua unanishangaza kwenye just a simple example, kwenye swala la mwanaume na mwanamke kukutana kimwili. It has not to be my only claim. Yaani iwe ni claim yangu mimi mwenyewe naweza kuclaim hiki kitu. Hiki ndio kitu ambacho kinaniumiza. Nilikaa nikafikiria, ni muda mrefu, ni wiki mbili sasa hivi sijakutana na wewe, and I'm trying to do it for the sake of yourself. Kwa sababu kwa namna moja au nyingine nilitegemea pengine na wewe ungekuwa una uhitaji wa kwangu mimi. Sasa unavyoniambia you are not okay, unazidi kunivuruga zaidi. You are making me niweze kuwa na maswali mengi sana kichwani. Ni nini ambacho kinaendelea ambacho sikijui? Lakini mume wangu, hivi maneno yote haya ni tendo tu. Sasa kama ni tendo, jamani, hiki sio chakula kwamba kila siku lazima ule. Kama ni mapenzi unaweza kufanya hata mwezi ujao, mwakani. Sio lazima leo unalazimisha leo basi. Hadi na kikao umekigaili leo tufanye leo siku yetu basi tuzungumze hapa hivi. Sasa ndo nini sasa? Hapana. Wewe kama ujisikii leo kulala utakaa hapa. Endelea kukaa, lakini mimi usiku wangu leo ni wa usingizi, sio wa maongezi. Naomba nikuache siku moja, maana kama utakaa hapo ushinde ni wewe. Kila kicheko chako kimenichoma ndani, wivu unachoma kama makaa ya moto chini ya ngozi. Ninakuuliza kwa sauti ya utani, unanijibu kwa mzaa unauma. Siri ya ndoa ni maumivu ya moyo wangu. Siri ya ndoa inanibana kama... Mimi ndo natoka hivyo, lakini humo ndani sijaacha chochote. Hivyo utafanya maarifa unayojua wewe, ili mradi upate pesa ya kutumia leo mchana. Umeelewana? Wewe na asubuhi njema. Wewe, kwa unanitelekeza ti? Nikiwa na wewe, hisia zangu zikacheza kama mtoto. Kicheko chako kilikuwa pumzi yangu.
nilikuamini kuliko nafsi yangu, Lakini sasa machozi ya siri yananipata gizani. Unarudi nyumbani na harufu za mbali, ukificha pete ya roho mfukoni. Siri ya ndoa ni maumivu ya moyo wangu. Siri ya ndoa inanibana kama mnyororo. Siri ya ndoa imenifanya mgeni kwangu. Siri ya ndoa. Nguo zangu mshaziweka sawa eh? Nguo za nini? Haya, nenda kazurule huko, kazurule we. Utajua mwenyewe kama utapata chochote. Alafu kingine, usije ukajilinganisha na mtoto wa kike. Sawa, wewe nenda. Yaani ujue mdogo wangu umebadilika. Yaani tangia kipindi nimekuruhusu uwe na mahusiano na Gilbert, umebadilika sana. Naona ni asilimia kubwa umempa bwana Gilbert. Mimi kaka yako umenisahau kabisa. Anyway, uwe na asubuhi njema. Lakini mke wangu, nimezungumza na wewe jana vizuri tu, and you really know niko serious. I need to call myself man of principle. Mguu wako mguu wangu, leo tunakwenda hospitali. Sasa how comes unaniuliza nguo za nini? Kumbe hospitali leo sijisikii vizuri, ufanye hata siku nyingine. Okay, sawa, haujisikii sawa. I take time. Ninapoteza muda, ninapangua mambo yangu. And right now nilijiandaa sasa hivi asubuhi tunaondoka, mguu wangu mguu wako, tunakwenda hospitali. How comes unaniambia sasa hivi haujisikii vizuri from nowhere? Uliniinform kabla? Lakini mume wangu, kwani kuna shida? Tayari nimeshajisikia vibaya. Panga siku nyingine tutaenda. Shida ipo. You see, the resistance you are giving me right now ndio ambayo inafanya mimi naweza kupata maswali mengi sana. Yaani why do you have to resist for no reason? Nisikilize. I used to call myself a man of principle. Na unanijua vyema. Utakiwa na sababu za msingi, ungeniambia kuna 1, 2, 3. Listen, unajua ngoja nikwambie kitu. Hiki kinachoendelea sasa hivi, yale mambo ambayo nimezungumza na wewe chumbani, ndipo yanazidi ku make sense. Mke wangu umebadilika. Yaani how comes mimi kama mumeo, hivi do you understand the meaning of being someone's wife? Unaelewa? Wewe ni mke wangu mimi, take your position. Usininyime haki ya feel of responsibilities kwako. Natakiwa nijue, just imagine, wewe ni mke wa mtu, mimi ni mumeo. Nimekaa na wewe hapa. You don't feel good and I know nothing. Unaona kama iko sawa hiyo? Sielewi kitu chochote kile. And then you are surprising me right now kwamba wewe haupo sawa. Ina make sense? Lakini mangu unalifusha mambo. Mimi nimekwambia leo sijisikii vizuri jamani. Panga siku nyingine basi. Yaani hujisikii vizuri kivipi? Kwenda hospitali hujisikii vizuri. How comes? Ngoja nikwambie psychologically iko hivi. Nikiwa na wewe. Narudia maneno ambayo nimekwambia pale. In a short term. Iko hivi, mwanaume atapoteza nguvu, attention na support kwa mwanamke ambaye anampenda. Sasa wewe endelea kuniona kama mimi nazungumza sana, and then usione kinachonifanya mimi niweze kuzungumza sana kwako ni nini. Hutaki nizungumze sana kwako, nataka nikazungumze kwa nani? I do love you, my wife. I have to care all about you. I have to be responsible in each and everything concerning me. Unanikosea, hauko sawa. Mimi naondoka. Lakini take time, observe yourself, jitizame. You are not okay, hauko sawa. Kuna namna you are lagging behind, unanikosea. Take time. Unanidanganya
tena kwa tabasamu lako, maneno matamu, macho yananikwepa, simu zako usiku, majina yasiyojulikana. Nilikuwa na ndoto ya kumiliki moyo wako, lakini ulipoingia katika dunia yangu uliondoka. Ningekuonyesha upendo wangu, ningekuja kwa njia yoyote. Nashukuru. Mbona kama unaonekana haupo sawa? Amna, niko kawaida tu. Sina tatizo lolote. Unajua Lida, kuna namna kama naanza kukuelewa. Unajua there are moments ukiniambia kwamba haupo sawa, there I can understand haupo sawa, lakini kwa wakati ambao napona sasa hivi, napona kabisa haupo sawa. Natoka nafika naingia kutokea pale na kuona kama ni mtu ambaye kuna jambo ambalo linakuvuruga, na toka limetokea sio muda mrefu sana uliopita. Seems like kuna kitu kimekuvuruga muda mfupi uliopita. Unaweza kunishirikisha ni kitu gani kinakufanya wewe hivyo? Amna, yani usikichukulie serious sana, ni kitu cha kawaida, kwa hiyo achana nacho. Okay, basi sawa. Unajua mwenyewe huko nilikotoka siko sawa. So nimekuja hapa, I just need your company. And let's have a walk to talk to refresh mind. Au unaonaje? Kweli? Yeah. Sasa hivi mimi sijaja kukaa hapa, I just need your company. So tutembee. Okay. So let's have a walk. Nilikuwa na ndoto ya kumiliki moyo wako, lakini ulipoingia katika dunia yangu uliondoka. Ningekuonyesha upendo wangu, ningekuja kwa njia yoyote, lakini wewe umejifunga, unampenda mwingine kwa nguvu zako zote. Unajua from the day unani approach mimi, it's not that I have no feelings for you. No, hapana. So if I'm a man na psychologically wanaume tuko very very affected na maneno ya mwanamke. You can approach me several times nikakukatalia, lakini it reaches a point ambapo nakuwa siwezi kuescape mtego huo. Najaribu kumaanisha kwamba toka umeniambia kwamba kuna vitu havipo sawa and then unaniambia tuviache tu, hapana. I'm not okay. Kwa unachojaribu kukisema hapa, have to be responsible kwenye kila kitu, hasa kwenye kukuweka sawa. Kwa nafikiri ungeniambia tu ni kitu gani ambacho kinakufanya ufike katika situation hii. Amna, yani unajua pale nyumbani mazingira yetu kwa sasa hivi hayako poa. Alafu pia asubuhi nimekwazana na kaka kidogo, kwa hiyo ndio maana umenikuta katika situation hili, lakini usichukulie serious kama hivyo nilivyokuambia. Alafu pia wewe mwenyewe umekuja pale ukasema hauko sawa, shida nini? Okay, tufanye hivyo. Unajua ngoja nikwambie kitu. Wewe sitaki unielewe vibaya, don't quote me wrong, lakini najaribu kusema kwamba bado haujawa mke wangu. Wewe kwa sasa hivi unafahamika kama mchepuko wangu. Okay? Isikukwaze, lakini ni kwa wema. Natakiwa niweze kujua thamani ya kila mmoja wenu. Yaani wewe una position yako, alafu mke wangu pia ana position yake. Sasa ndio si kitu ambacho nakitengeneza sasa hivi. That of mimi kwanza kukuelezea
labda ni changamoto gani ambayo imetokea kwangu mimi na mke wangu mpaka ikanifanya mimi niweze kufikia situation hii, ni kuexpress matatizo au mapungufu ya mke wangu kwako. Nilikuwa na ndoto ya kumiliki moyo wako, lakini ulipoingia katika dunia yangu uliondoka. Ningekuonyesha upendo wangu, ningekuja kwa njia yoyote, lakini wewe umejifunga, unampenda mwingine kwa nguvu zako zote. Nakupenda kwa siri.